Kwa hii mambo inaendelea leo ya impeachment, ni mzuri niseme msimamo yangu na mafikirio yangu. Ya kwanza, mimi nikiwa nilifanya hiyo siasa na niko mpaka saa hii kwa siasa, siwezi kusema 100% ati mimi najua vita iliyoko katikati ya president na deputy. I don't know, kwa sababu I have no information. Ni kama tu vile wakati ya RUTO na Uhuru tuliingia vita kali, but nobody knew exactly ndani vita ilikuwa ni ya nini. Sasa tunajiona tena tumeingia the same situation. I cannot tell the president is my friend, the deputy is my friend, but I can't tell inside ni nini imekosi hii shida yote ifike pale tumefika, baka iende kwa mambo ya impeachment, baka iende mambo ya na itadiri mambo mengi. I don't know, and I have not been told by anybody exactly ni nini. Mimi mafikirio yangu ni kupima shida zile ziko, na kwa sababu nilikuwa nikitabiri mambo ya amani, I want to still to stand with the peace. Na mimi mambo ya impeachment ningeomba rais, you are the final person we are waiting for you now in Kenya. All Kenyans want to hear your stand. And because you are the president, we are waiting to hear you. Although you cannot tell us deep what went. Kwa sababu sisi tukuona, tunasikia wewe unasema rais deputy yangu, na unasema wewe ndio ulimchagua. Na mimi najua hiyo mambo pale ilianza. Gachagua akisimama nasikia akisema my president. Now we so divided, and we are going to be more divided. Hii mambo ya impeachment, mimi sioni kama itawezesha sisi kuendelea na development ile rais amepanga. Watu watagawanyika zaidi, and this is my opinion. Kutoa Gachagua hapo ita trickle down, tutalete vita kwa civil servant, kwa sababu itaanza kusemekana huyu ni wa Gachagua, huyu ni wa mrengo hii ingine, huyu ni wa Kidiki, huyu ni wa minister fulani. Civil servant itaanza kuclerk, masomo itaanza kuclerk, university itaanza kuclerk, women will start clerking, youth itaanza kuclerk kwa youth. And it's going to put politicians in a very awkward situation. Nisema kwa mfano, wale watu wasemekana walikuwa Nairobi ati kutoa statement. You know, they were not able to go hata kuona mambo ya hiyo watoto. Leo nimeona kwa Mlinga nikiwa hapa, hata maombolezi hayo hawako huko. Wale wanasukuma Gachagua hawako huko. That means what? That is a signal kutaanza kuwa na mgawanyuko. Kama hazienda kwa mazishi kama hayo, na yeye wameanza kusoma mambo mengine, sasa the pressure will be also in the grassroots. Kwa MCAs, kwa wajumbe, then it will crack. Mutapea president mambo mazito ya pressure. Ile ni development hii atafanya, ama ni vita hii atatuliza. And I want to explain you, your excellency, pressure ya Gachagua mkimalizia yeye, then pressure now will come back to you. Watu sasa wataanza pressure kwako kwa sababu nyinyi ni kiti moja. So those things will not keep us in a good. Hata haitafanya, I don't promise you from assessment mimi mzee, up to 2027 tutakuwa full in politics, divisions, ukabila. Na unajua your excellency, you might be fighting or you might be pushing something genuine for what you know. Lakini wale watu wapendi kama ni community hii ya upande hii ama upande ule mwingine, wataingia katikati. Wataanza kuweka pressure. Ukabila itarudi.
especially me, I'm very sad. Tusikuje tukarudi 207. Kwa sababu it starts with something small. Bila nisikia speaker akiongea. Saa hii ile mambo aliongea na kupea Gachagua notice na kusema yeye ndiye atakuwa moja ya kutoa yeye. Huyu ni Kimani Ichung'wah hapo bunge. Huyu ni deputy speaker. Then public have any confidence with parliament? These are my questions. So the parliament will not be able to work again properly. Kwa sababu itakuwa ni mambo ya kifua, ni mambo ya ukabila, ni mambo ya kukosana. Then ICC, if anything happen, then ICC will be back. Because they are monitoring. And we know they are also here. Ikikuja bloodshed kidogo namna hii, leaders tutaingia kwa shida. And I know hakuna koti za mataifa zitakubali kukosa kuwa sasa wakiangalia na wajue ni kitu gani. Let me what I say. Deputy Speaker wakati yazungumza huko Eldoret, hiyo mama akiita na hiyo ndege. Hiyo mambo kama itaanza enda kwa busaa ama kwa pombe huko, iingie kwa kabila hii na hii kwa ulevi, wakosane kidogo kwa hiyo ulevi. Hii kitu mnaona kama ni kidogo, itatrigger, it will be a big thing. Itaanza kuwa na mambo ya kuuana, itaanza kuwa na mambo mengi na itatusumbua. Kwa nini hatungekuwa na peace? And this is my appeal to the president. It's just 2 years. I don't know what happened. Sijui mlifanyana nini, lakini why can't we give you a chance as Kenyans tuache hii siasa ya kuincite each other, uendeshe mambo yako mpaka 2027 kisheria na kidemokrasia, na hakuna mtu ataweza kuintervene na hiyo. Ikifika siku hiyo muachane kama kuna shida, get your choice. Ama kama watakuwa mmalizana mkue pamoja, we don't know. Na hiyo itakupa nafasi ya kufanya kazi. Lakini ikiendelea mambo ya incitement, na vile nasikia maredio naye napiga simu, we are starting getting worried hata sisi. Kwa sababu ukienda kwa radio, the way the chorus are calling, unasikia neither ni ya kuattack president, neither ni ya kuattack deputy president. So we get worried on these things. How are they going to go? And maybe some of us, we shall keep off from these things, radio. Because you cannot control radio chorus. You cannot control people who are calling. Kuna democracy ya media imewachiliwa that everybody can call. Na ikipiga sasa tumeanza mrengo, unasikia yuko mrengo hii, huyu yuko mrengo hii. Na hiyo itaeducate wa mambo mingi ambayo itafanya sisi watu wataweza kugawanya. My appeal is, Your Excellency, we are waiting for you. The decision you make, you are the president. But if I was you and advising you, nikiwa mtu mdogo sana ambaye sina pahali popote niko, sina kwa uongozi, siko pahali popote, it is kama tungezingatia zaidi mambo ya amani. Tuache hii vita iko hapa katikati. Kwa sababu uliona tu siku ya kupiga yes, wewe ulikuja kuokoa the situation. Na hiyo bill ikaanza kuendelea, na sasa inaonekana itaendelea kwa njia nzuri. Maybe. Lakini wewe uliwacha peke yako ukifanya public participation. So wale wengine wote inaonekana kulikuwa na shida. Watu walichomoa nyumba, watu wako na nyumbani, mpaka saa hii biashara zimechomwa, wengine wa ofisi ya CDF imechomwa, wengine wamepotea. With the people who be counted, they have done that. Are we not putting people also in a very awkward situation? Kama ni wajumbe, kama ni MC, neither ni moja ama mbili. Do you want to go back there? Kama hawa mmoja wao angechomoa kwa nyumba na akue ndani akufe, what will happen? Still watu wote wako kotini, makesi imejaa kotini, human rights wameenda kotini, kuna watoto walikufa.
hawajapatikana. Na ningeuliza Kindiki, the road you are going, Kindiki, I have no problem for you being running it, if that's how it is organized. But you see, in the side of security, already imekuwa condemned na watu wengi, imekuwa mbaya. Why would you not help the president concentrate na mambo ya cases na amani na hii mambo ya human rights? Sasa tumehighlight Kenya yetu yote, imeenda BBC, CNN, mataifa yote wanaangalia Kenya. Rais anaenda Amerika, anaenda kutetea nchi, climate change na mambo mengine. But nyumbani naye sisi tukaongana nyumbani. What will happen to the president? Heshima itakuwa wapi? The issue is, nobody knows kama mimi ni rafiki ya president, ni rafiki ya Gachagua. And I don't know exactly hii vita ni ya nini. It will be the best if the president comes give us the decision. Sema impeachment iendelee, we have nothing we can say. So we'll go that way. Akisema hiyo mambo isimame, we shall go that way. Because he is the president. But tuangalie mbele. Tuangalie mbele. Hii siasa tunaipeleka wapi? Listen the division ile itakuwa kwa Kenya ya ukabila. Vita ambayo itaendelea sasa. And let me tell you, and I want to tell Kenyans, your president, my president, na niambie pia Kindiki, hiyo mambo yote unaelekea ya kufungua barabara ya kufanya nini? If there is no peace, it will not have an impact. If there is no peace, people are seeing hii inafanyishwa kwa sababu ya vita fulani. Na kama inafanyishwa kwa vita fulani, it will not make sense to wananchi. And I want to tell you one thing. We did this thing in the Moi. Tulikuwa tunajenga barabara. Tulikuwa tunajenga mashule. Siasa ikiwa haijakuwa mzuri, tulikuwa tukienda tunaambiwa, tunasema tumejenga hii barabara, tunaambiwa kunja hiyo barabara kama blanketi enda naye. Tunasema tumejenga mashule, tunaambiwa tafuta roli mbebe mashule, because the politics haikuwa inapelekana na maendeleo. Hakuna kitu ya muhimu katika Kenya hii, even in the world, kama peace.